Marriage is a friendship. Marriage is a partnership. It is everything put together because this is your friend. Sasa inategemea hayo yote venye mlipatana, si mambo na pesa peke yake. Sasa hiyo mindset ya kusema ati wanawake huwa wanataka tu hela peke yake, si hivyo. Dowry is not paid once. Dowry is paid, you can pay small and then you go ahead and keep on paying. It is never paid once. So most men are afraid because they think they will be asked to pay 1 million. And that is why most people prefer not to marry. Or if they marry, they might keep the lady at home without paying the dowry. Sisi wanawake ndo tunafaa kuwa push at some point. Okay, as a man, you're supposed to, unafaa kuona uko na kitu kizuri, uende ulipe hiyo mahari. But as a woman pia ukirelax tu, mama yako huko ameketi tu, wewe umeketi tu na mwanaume, haujamuonyesha interest yenye lazima kitu kipelekwe mahali, pia sisi hapo ndo pale tunakosea. Sasa wakati kama huu tunaona kazi hakuna, mara mingi kazi hakuna, pesa haitoshi, vitu zimekuwa, bei zimekuwa zimepanda juu. So vijana wanaona kupata bibi, kuoa, kupata watoto inakuwa responsibility kubwa sana. Na pia hizi sheria zote zimewekwa, zinafuatwa, zimefanya wasichangie kuoa. Wakati kama huu tunaweza advise watoto kama inawezekana, kama wazazi tukue lenient kidogo, tuangalie hizi vitu kama tunaweza tukarahisisha. Tukirahisisha, isiwe lazima kijana atoe ng'ombe 5, ng'ombe 20, alete pesa. Ikuwe ni chenye ako nayo, bora wamependana na bibi yake. Tunaomba kama ingekuwa ni uwezekano wa wazazi wetu, warahisishe hii maneno. Wakitaka kuoana, bora watembee nyumbani, wajulishe watu wa nyumbani. Tunataka kuoana lakini tuko na changamoto fulani na wakuje wajielezee. Mimi naona wazee hawawezi wakakataa. Ni vizuri wazazi wajue mumeoana na mpate baraka kwao. Msipopata baraka kwao, hiyo laana inaendanga inafuata mpaka watoto. Inakuanga baraka, ni mzazi ya kubariki, akuambia asanti, awarelease vizuri. Lakini mkienda mkajificha juu ati hamna pesa, inaletanga balaa mingi sana kwa boma. Vitu hufanyika na hautaelewa, lakini mwisho itakuwa si kwenda kuambia wazazi. Wazazi pia unakuta waliaga kama hawajawaona. Mnapatanga kisirani mingi sana katika maisha. Wasichana wa saa hii ningependa pia kuwaambia, msiangalie mali mbele. Mkiangalia mali mbele, hiyo hakuna marriage. Marriage inataka watu wavumiliane, waangalie vile maisha iko na waelewane. Unaweza kuwa wewe ndio uko na kazi, iko na pesa ya juu, mzee ako na kazi, iko na pesa ya chini. Nyinyi wote mkikaa pamoja mnaweza kuja msikizane, hata mfungue biashara, mwishowe baadaye mtengeneze pesa, mkuwe watu wa maana. Bora masikizano ndio kubwa kabisa. Marriage is a friendship. Marriage is a partnership. It is everything put together because this is your friend. Sasa inategemea hayo yote venye mlipatana, si mambo na pesa peke yake. Sasa hiyo mindset ya kusema ati wanawake huwa wanataka tu hela peke yake, si hivyo. Dowry is not paid once. Dowry is paid, you can pay small and then you go ahead and keep on paying. It is never paid once. So most men are afraid because they think they will be asked to pay 1 million. And that is why most people prefer not to marry. Or if they marry, they might keep the lady at home without paying the dowry. Sisi wanawake ndo tunafaa kuwa push at some point. Okay, as a man, you're supposed to, unafaa kuona uko na kitu kizuri, uende ulipe hiyo mahari. But as a woman pia ukirelax tu, mama yako huko ameketi tu, wewe umeketi tu na mwanaume, haujamuonyesha interest yenye lazima kitu kipelekwe mahali, pia sisi hapo ndo pale tunakosea. Sasa wakati kama huu tunaona kazi hakuna, mara mingi kazi hakuna, pesa haitoshi, vitu zimekuwa, bei zimekuwa zimepanda juu. So vijana wanaona kupata bibi, kuoa, kupata watoto inakuwa responsibility kubwa sana. Na pia hizi sheria zote zimewekwa, zinafuatwa, zimefanya wasichangie kuoa. Wakati kama huu tunaweza advise watoto kama inawezekana, kama wazazi tukue lenient kidogo, tuangalie hizi vitu kama tunaweza tukarahisisha. Tukirahisisha, isiwe lazima kijana atoe ng'ombe 5, ng'ombe 20,
alete pesa, ikuwe ni chenye ako nayo, bora wamependana na bibi yake. Tunaomba kama ingekuwa ni uwezekano wa wazazi wetu, warahisishe hii maneno. Wakitaka kuoana, bora watembee nyumbani, wajulishe watu wa nyumbani. Tunataka kuoana lakini tuko na changamoto fulani na wakuje wajielezee. Mimi naona wazee hawawezi wakakataa. Ni vizuri wazazi wajue mumeoana na mpate baraka kwao. Msipopata baraka kwao, hiyo laana inaendanga inafuata mpaka watoto. Inakuanga baraka, ni mzazi ya kubariki, akuambia asanti, awarelease vizuri. Lakini mkienda mkajificha juu ati hamna pesa, inaletanga balaa mingi sana kwa boma. Vitu hufanyika na hautaelewa, lakini mwisho itakuwa si kwenda kuambia wazazi. Wazazi pia unakuta waliaga kama hawajawaona. Mnapatanga kisirani mingi sana katika maisha. Wasichana wa saa hii ningependa pia kuwaambia, msiangalie mali mbele. Mkiangalia mali mbele, hiyo hakuna marriage. Marriage inataka watu wavumiliane, waangalie vile maisha iko na waelewane. Unaweza kuwa wewe ndio uko na kazi, iko na pesa ya juu, mzee ako na kazi, iko na pesa ya chini. Nyinyi wote mkikaa pamoja mnaweza kuja msikizane, hata mfungue biashara, mwishowe baadaye mtengeneze pesa, mkuwe watu wa maana. Bora masikizano ndio kubwa kabisa.